Sasa karibu sana. Asante sana mkubwa. Salama, hali zetu. Safi, habari na biko. Habari za mapambano. Salama mishe. Habari za kwenye ulimwengu wa Samia. Salama kabisa. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante samani. Mimi natokea Ngelewala. Wow. Hii barabara mpya hapa chini. Ndio. Natafuta shule. Okay. Na watoto wangu pale nyumbani wawili. Ndio. Sasa naona vinacheza vinasumbua, kwa nataka vianze angalau chekechea. Naam. Sasa sijajua hapa mnafundisha mnapokea watoto kuanzia umri gani? Wow. Alafu pia hiyo nafasi ya chekechea nitapata? Wow. Karibu sana bwana. Hapa kwanza umeingia katika ofisi ya mkurugenzi wa shule za Sani Academy. Mimi naitwa Nguvu Edward Chengula. Sawa, nashukuru. Tupo hapa toka mwaka 2009 hapa. Ndio. Hii ni shule tunasema hii ni shule ya wananchi. Kweli. Na kimsingi shule hii imejengwa na wananchi wenyewe. Sawa. Hapa tuje kutoa mtaji mahali tukaoleta hapa. Kwa wananchi wenyewe wa Iringa Manispaa ndio waliojenga hii shule. Ndio. Shule ya Sani Academy ni shule ya chekechea, awali, msingi pamoja na sekondari. Kwa hiyo kwa mzazi hapo umefika sehemu sahihi sana. Sawa. Na shule hii tunasema hii ni shule ya wanyonge. Ndio. Ni shule ya watu wa maisha ya kawaida sana. Ndio. Na tunasema hii ndio shule pekee ambayo mzazi anaweza kalipa ada kama vile anacheza kikoba. Shule hii kama ilivyosema ina chekechea, tunapokea mtoto kuanzia miaka mitatu. Mtoto akiwa na miaka mitatu anaruhusiwa kuanza moja kwa moja chekechea kwenye shule yetu ya Sani. Sawa. Na shule ni mchanganyiko, ni wavulana pamoja na wasichana. Na ni shule ambayo haibagui dini ya mtu. Kweli. Haibagui hali ya mtu. Inampokea mtu aina yoyote. Kwa hiyo unasema kwamba una watoto wawili, hii ndio shule yako. Sawa. Shule hii na kwa sababu unasema una watoto wawili, nataka nikuhakikishie kabisa kwamba kwa kitendo chako cha kuwa na watoto wawili, moja kwa moja unapunguzwa na ada la 10%. 10%. Hapa. Yaani watoto wako hao wawili wanaoleta hapa wana punguzo la 10%. Na hii tumetoa kwa wazazi wote. Ukiwa na watoto watatu unakuwa na punguzo la 30% kutoka katika ada. Yaani kila mtoto atapunguziwa ada 30%. Ndio. Sasa mimi bwana, vishughuli vyangu vya kunichelewesha kurudi. Sasa watoto watakuwa na chakula mchana watakula, au kwa sababu mimi mishe zangu ni za kuhangaika mashambani kwa asubuhi, nikishawaandaa nijue wanakuja huku wanapata chakula au cha mchana, au kama watakunywa uji tu ni kidogo nifafanulie hapo ili niwe najua kama watakula mchana au nijiandae tena mimi mwenyewe kuja kuwachukua. Kwa hiyo nikuhakikishie, moja ya malengo makubwa ya kuanzisha kwa shule ya Sani Academy, tulikuwa tunataka tukate wimbi la changamoto za walezi wa watoto nyumbani alimaarufu kama house girl au house boy. Ndio. Shule hii tunawapokea watoto wao miaka mitatu kuanzia saa 1:30 asubuhi. Na watoto hao tunawatoa darasani saa 10 jioni. Mpaka wakafike nyumbani kwako itakuwa tayari saa 11, 12. Sasa kwa sababu ni mtu wa mishemishe, mtu ambaye unajitafuta, maana yake utakuwa na nafasi kubwa sana ya kutafuta riziki ya watoto kwa muda wa masaa hayo yote, takriban karibu masaa zaidi ya 11. Sawa. Kwa maana yake ni kwamba hapa watoto wetu wanapata kifungua kinywa hapa, maana wanapata uji wetu wa lishe, wanapata na chakula cha mchana hapa. Kwa hiyo mtoto atakaporudi nyumbani hutasikia mtoto akilalamika na kuvamia masufuria. Kanarudi kameshiba. Yaani anarudi mtoto hapa ameshiba kabisa hapa mtoto. Yaani kwa hiyo hilo wewe ondoa shaka kabisa. Okay. Naam. Sawa. Labda samahani, au kwenye malipo ya ada kwa huyu mtoto mmoja, hiyo 10% ile isema, maana yake kwa mfano, kwa sababu nimekuja hapa akaniambia bwana nenda tu hapo. Nimekuja moja kwa moja, sijajua labda mchanganuo wa ada nitaukuta kwenye form, na hiyo form nitaipata pataje? Vitu vingi sasa tumevieleza katika form. Mchanganuo wa namna ya malipo ya ada ya mwanafunzi vimeweka katika joining instruction au fomu ya maelekezo ya kujiunga. Lakini kwa ufupi tu, kabla hujaenda kuitafuta fomu, naomba nikushirikishe mchanganuo angalau kwa sehemu. Hii ni shule pekee ambayo kwa watoto wa chekechea tunamchaji mzazi gharama shilingi 50,000 tu. Wanasema hiyo ni bahati ya guruchi mmogo bila jembe. Yaani ni kiasi kile. Kwa 50,000 tu kwa mwezi. Hiyo na wewe fedha hiyo unaruhusiwa kulipa hata kwa wiki. Yaani ndio sasa hii shule ni kama kikoba. Maana kama ni shilingi 50,000 ukigawanya kwa wiki 4, maana ni kama shilingi 12, 13 hivi. Ndio.
ni hela ambayo kila wiki unaweza kupata riziki yako. Mungu anatupa riziki kila siku. Hatukosi shilingi 10,000, 12, 15 kwa kila wiki. Unaweza ukawa huna mapesa mengi makubwa, lakini una hii ya shilingi 10,000, 5,000 ni kila wiki tunaipata. Una uwezo kumlipia mwanafunzi hapa shilingi 13,000 kila wiki, au kumlipia shilingi 50,000 kwa mwaka, kwa mwezi, au kumlipa shilingi 6,000 kwa mwaka mzima. Haya mambo yanawezekana kabisa. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kabisa kwamba maelekezo ya jinsi ya mchanganuo wa kulipa haya niliyosema pia yapo kwenye fomu. Kwa hiyo uone kabisa kwamba jambo hata wewe mwenyewe unaliweza. Hii naliweza. Halafu kwenye hiyo ada, manake kuna shule nyingine nimeenda nimeshindwa, ndio amenielekeza hapa. Kuna mchango sijui niende na maharage, sijui mahindi, chakula cha mtoto. Hicho chakula cha mtoto manake kipo ndani ya ada au tena na kwenyewe nijipange na kuja na mwete na maharage na mahindi? Nataka nikuhakikishie mzee, umeuliza swali moja zuri sana. Sisi hatuwezi kumchanganya mzazi hivyo. Ndio. Sun Academy sio sehemu ya kumfanya mzazi apate stress. Ndio. 50,000 ina include kila kitu. Na hakuna mchango mwingine tena utakaoulizwa mzazi zaidi hapo. Ukitoa 50,000 kwa mwezi, umemaliza. Hamna haja mtoto atapata uji, atapata chakula cha mchana, atafundishwa, atalelewa, atakunywa maji, atapata huduma zingine zote hapa shuleni kwa gharama hiyo ya shilingi 50,000 na kwa gharama hiyo ya shilingi 13,000 kwa mwezi. Huyo mwingine utapeleka kutoka shule nyingine, anakwambia kuna mchango wa viatu, kuna mchango wa sare, kuna mchango wa t-shirt, kuna mchango wa mlinzi, kuna mchango wa uji, wamesema kuna mchango wa umeme. Sasa haya mchango ya nini? Si ungeweka kama hivi basi ujumlishe sehemu moja ijulikane. Kwa kweli hapo mheshimiwa, mimi nashukuru sana, umenipa elimu nzuri, kwa sababu nimeambiwa hadi kuna mchango wa jengo ambao sasa nilipe ada na mchango wa jengo. Sasa kumbe 50,000 kwa mwezi inamaliza kila kitu. Mimi naona nitamudu kulipa. Kwanza nikuhakikishie, unaposema mchango wa jengo, mzazi hachangii shule. Mzazi ameleta mtoto hapa aje asome, anakuja kuilipia huduma uliokuja kuitengeneza. Hatuwezi kwanza kuja kujenga shule, sio shule za serikali. Hata kwenye serikali wenyewe kwanza washafuta mambo ya michango. Unaanzishaje michango shule binafsi? Serikali yenyewe haina michango. Wewe umesha tena michango kwenye sekta binafsi. Huo ni wizi. Kwa kweli. Sun Academy sisi tumenyoka kama rula. Nataka nikuhakikishie mkataba utakaofungamana na sisi na wewe ni wa kulipa ada mtoto chekechea shilingi 50,000 tu. Na nimekuhakikishia, nimekwambia una watoto wawili ambao wanatarajia kuwaleta hapa kwetu. Wana punguzo la ada ya 10% katika ada ambayo nimesema. Maana kama nalipa shilingi 6,000, maana ni kwamba 10% ya 6,000 ni 60,000. Kwa maana kila mtoto ataondolewa au atalipiwa shilingi 60,000 na shule. Maana sasa ada sasa sio 6,000 tena. Maana ni 540. Kwa nini? Kwa mwaka. Maana kama unalipa kwa mwezi shilingi 50,000, ukitafuta hapo sasa 10% ya punguzo, maana ada ya mwezi ya mwanafunzi wako wa chekechea ni shilingi 45,000. Unajua kwa nini tunasema 45,000? Mtoto wa 45 anakula nini? Sasa mtoto wa 45 hali kilo ya wali. Mtoto wa chekechea hali sahani nzima ya wali. Kwa nini kuwe na gharama kubwa? Hawa watoto haya ni mazingira yao ya kulelewa. Lakini pia kitakachomsaidia atakuwa na base nzuri au na msingi mzuri wa lugha ya Kiingereza. Mtoto anajifunza kuanzia akiwa na mwaka 1 mpaka miaka 9. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati wake sahihi wa kuweza kuacquire lugha vizuri. Kwa hiyo niwaambie sasa, miongoni mwa watu ambao wamebahatika kupata moja kwa moja kutoka mkurugenzi maneno yangu, wewe umepata bahati kubwa sana. Na hapa kumbuka, hatuna cha interview, wewe ni kuleta mtoto aanze shule. Sawa. Basi mimi kwa nafasi nikushukuru, labda pia unipe mrejeo kwamba nitafute fomu inapatikana wapi, au kama utanipa fomu. Tuna namna mbili. Tunaweza kukutumia fomu kwenye simu yako kama una simu za smart. La, kama huna simu ya smart, basi utaipata fomu moja kwa moja katika ofisi za mkuu wa shule. Ambaye mkuu wa shule yetu hapa sisi ni Mr. Aston Kibona. Sawa. Basi mimi nikupongeze, naomba nikuache uendelee na majukumu. Nashukuru sana. Naomba utanidirect nielekee huko. Maana pale nyumbani hakuna mtu. Sasa nikienda shambani nakuwa na wasiwasi, watoto wanakuwa na nani?
Na ndugu mzazi, nikuhakikishie kwamba sisi hapa shule ya Sani Academy sio tu tuna chekechea peke yake. Tuna kama nilivyosema, tuna shule ya awali, tuna shule ya msingi, tuna sekondari hapa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 mpaka sekondari. Ndio, na hapa tunafanya kazi, tunafanya vizuri sana. Ukitaka kuweza kujua maendeleo ya shule ya Sani Academy, tembelea tovuti ya NECTA, utaona matokeo na namna ambavyo Sani Academy inafanya vizuri. Na tuko hapa hapa Iringa Manispaa, kata hii ya Mwangata, mtaa wa Ngerewala. Kwa tunakuomba pia na wewe balozi wetu. Watu wengine hawajui, wanasikia tu Sani Academy, wanafikiri labda kuna mamilioni ya mahela yanatolewa hapa. Alafu mimi pia hii shule nilikuwa naiona hii tu. No, hapa pana shule hii na shule nyingine ya sekondari, ila japokuwa zote zipo katika eneo moja. Ndio. Pitaga sana hapo nje, wanapita na pita sasa. Ni shule kongwe, ni shule ya muda mrefu. Nimesema shule imeanza toka mwaka 2009. Leo tunazungumza habari ya 2026. Miaka mingi sana imepita hapa. I say. Naam. Kwa sasa naomba nikuoneshe ofisi ya mkuu wa shule. Angalau tuweze kujua kama nataka kuchukua fomu na fomu, kumbuka fomu ni bure. Ni bure. Haya, hatuchaji mtu fomu. Basi hiyo nataka leo niende naye. Yeah, kabisa uichukue. Nashukuru sana mkurugenzi. Nashukuru sana sana.